So napenda kukumbusha kwamba session hii iko fully sponsored na FXpesa. Kwa kama unaenda kutrade na upo East Africa, kama unaenda kutrade na upo Tanzania, tutumie broker ambaye ni wa kwetu, broker wetu wa East Africa, ambapo unaweza ukadeposit, ka withdraw kupitia mobile payments, M-Pesa, Tigo Pesa, Airtel Money, lakini pia na nyinginezo zote. Nataka niwakumbushe watu wote kwamba watu wote ambao upo Dar es Salaam Tanzania, tuna physical presence. Karibuni sana ofisini kwetu. Tupo Posta, Ohio Street. Jengo linaitwa Capital Place na ni floor number 3, ni opposite na Serena Hotel. Tupo hapa kuanzia saa 7 kamili mchana. Njoo ungane na wenzako ambao wanakuwa live kwenye sessions, ili at least uweze kujifunza, uweze kupambana na haya masoko ukiwa unaelewa exactly ni nini unakifanya. Lakini apart from that, also I want to remind everyone who is in Kampala, Uganda. If you're from Kampala, Uganda, we also have the physical presence in Kampala. So go and visit Rume Building, Rumumba Avenue, floor number 7. So take advantage of that. Go and learn from experts. Also, if you're from Kenya, Nairobi, we also have the physical presence in Westlands, Nairobi. So you can also visit the office. You can also visit the experts who are present there. They're going to help you in one way or the other. So lengo kubwa la hizi zote, lengo kubwa la haya yote ambayo yanafanywa ni financial literacy, kuhakikisha kwamba at least watu wote ambao wameamua kuwa traders, kuhakikisha kwamba at least watu wote ambao wameamua kupambana kwenye haya masoko ya kifedha, at least mnaelewa exactly what you are supposed to do. So lengo kubwa ni kuhakikisha kwamba tengeneza generation ya watu ambao wakiwa kwenye haya masoko ya kifedha wanajua exactly nini wanakifanya na nini ambacho upaswa kufanya, ili at the end uweze kuwa profitable kwenye haya masoko ya kifedha. So back to this guys. Hii wiki ni ya moto. Hii wiki ni nzito. Tunajua kinachoendelea duniani, tunajua exactly ni nini ambacho kinaendelea Irani na Israel, lakini apart from that pia huku Marekani ikiwa involved kwenye hiyo vita. Haijaishia tu hapo, pia hata upande wa UAE, watu ambao wako Dubai, Oman, pia nadhani mnaweza mkaona taarifa ambazo zinaendelea. Of course hizi taarifa zina affect moja kwa moja ya masoko ambayo tuna trade, na of course zisha affect kwa sababu kuna watu wengi ambao walikuwa wanatamani kutrade gold, kuna watu wengi ambao walikuwa wanatamani kutrade oil, kuna watu wengi ambao walikuwa wanatamani kutrade BTC, kuna watu wengi ambao wanataka kutrade US dollar. Hivi vyote vinakuwa affected na hizi taarifa ambazo of course ni geopolitical issues. So kama ni geopolitical issues, of course hizi ni external factors ambazo huwa zina affect moja kwa moja haya masoko ambayo tuna trade. Haya masoko sasa hivi ni kama yanasukuma zaidi na fundamentals, taarifa za kisiasa ambazo zinaendelea here and there, taarifa za kiuchumi ambazo zinaendelea here and there, and then at the end hizi taarifa zinaenda kuaffect jamii moja kwa moja in a negative way. Na negative way yake ni kwamba inflation ina hit, kwa sababu let's say kwa mfano oil, mafuta, lazima bei ipande, kwa sababu tukiangalia kwa mfano nchi kama Iran ina produce almost 20% ya mafuta yote ambayo yanakuwa produced duniani. So kwa hiyo moja kwa moja kuwepo na low production pale, kuwepo na barriers kwenye transportation na exportation ya mafuta, at the end inaenda kupelekea inflation kwenye mafuta. Lazima prices za mafuta ziweze kuongezeka. Lakini apart from that pia wote tunajua kwamba kwa watu ambao ni investors na traders wanajua kwamba kitokea tu matatizo yote kwenye hii dunia, lazima kuwepo na safe haven assets ambapo watu wanakimbizia fedha zao. Na tumeweza kuexperience kwa muda mrefu kwamba the safe haven asset au lese commodity ni gold. So that's why kila trader anawaza kwamba gold has to be bullish. Kila trader anawaza kwamba gold inabidi iendelee na uptrend and something like that. Lakini apart from that pia tunajua kwamba gold akiwa bullish na commodities nyingine zinakuwa bullish. Let's say kwa mfano vitu kama silver, you see. So kuna traders ambao wana trade hivyo vitu, and na tensions ni kwamba hivyo vitu vyote vinakuwa expected kuwa bullish. Lakini apart from that guys, the most traded currency ni USD. Na tunaona pia USD wameinvolve kwenye hiyo vita. Of course kitu ambacho kinapelekea zaidi kwamba wanatafuta strength ya dollar. So there is a very big possibility tukaona USD akiendelea kuwa strong. Nilikuwa na trade hapa, nilikuwa na trade USD JPY today morning. Kwa hizo concept za kawaida, I bought this, na of course kuna spike ambazo zimetokea kwenye JPY ya Japanese yen, na of course it was very bullish na over 140 pips
within a very short period of time. Kwa hiyo to expect kwamba kwa traders wote ambao mna trade na mna expect ku trade kuanzia mida hii, there is a very big possibility tukakutana volatility sana kwenye haya masoko, ni kwa sababu ya hizo geopolitical factors, ambapo ni social economic and political factors ambazo zina affect zaidi ya masoko ambayo tuna trade. Kuna watu wengi hapa wanajiuliza wanajiuliza gold yanaelekea sehemu gani, wanajiuliza yuko likely ku affect hili soko in which sense. Lakini apart from that, pia kuna watu wengine ambao wana trade crypto, let's say mna trade BTC USD, wanajiuliza iko likely kufanya kitu gani. Lakini pia kuna watu wengine ambao wana trade dola, na wenyewe wanajiuliza kwamba iko likely kutofa kitu gani specifically kwa hizi siku za karibuni. So kwenye session hii kikubwa ambacho naenda ukifanya, tutaenda kudiscuss wote kwa pamoja. Tutaenda kudiscuss hizi key movers za haya masoko ya kifedha, tukadiscuss gold, tukadiscuss Bitcoin, lakini pia tukadiscuss DXY ambayo ndo dollar index ambayo ina measure the strength and weakness za dollar. So take advantage of this guys. I'm quite very sure mpaka tunafika mwisho mwa session hii, kila mmoja ambaye amehudhuria kwenye session hii atakuwa amegain something big ambayo inaweza kumsaidia kwa namna moja ama nyingine. Nataka niwakumbushe pia session hii kwa live ni kwa sababu ya FX Pesa. So kama unaenda ku trade na uko East Africa, kama unaenda ku trade na upo Afrika, na kama unaenda ku trade wewe ni Swahili speaker, wote tuna trade na FX Pesa. Unaweza kufungua account yako kupitia link ambazo zipo kwenye description. Ingia kwenye Instagram ya FX Pesa, kuna link ambazo zipo kwenye bio. So take advantage of that and start your trading journey with the best. So nawapeleka moja kwa moja kwenye charts, nawapeleka moja kwa moja kwenye analysis, ili wote tuweze kuona exactly markets ziko likely kufanya kitu gani specifically kwenye let's say gold, tukija kwenye let's say BTC USD, lakini pia tukija zaidi kwenye DXY dollar index. See, kwenye DXY ambaye ni dollar index. So okay, I analyzed this na nilikuwa naona sio kwenye time frame ipi, lakini kila ambacho nakiona hapa, that's what I was expecting from this. Ngoja tuone, yeah, where the market was, hii market ilikuwa ina consolidate around that area, na the time I was analyzing this market ilikuwa around this area. So tukawa tuna expect hii market inabidi push at least up to here, imeenda afu imerudi, imeenda tena, imerudi, imeenda tena, afu imerudi. So this market is still consolidating around this zone. I think unaweza kuona, lakini sasa hivi ni kama break a little bit. So let us expect this maybe to push up to here. So let me go to the nianze na DXY ili tuweze kuanza kuanalyze DXY ambaye ndo dollar index. Okay, so dollar index, ngoja niende na hii hapa, alafu I just delete each and everything ili tuweze kuanza upya. Just delete each and everything ili tuweze kuanza upya. Of course nilikuwa nishamuanalyze huyu, tulikuwa tunaona hii ni market ambayo ina head upward. Let me delete each and everything ili tuweze kuanza kwenye time frame kubwa, tuweze kuona exactly DXY yuko likely kufanya kitu gani. So tukianza kwenye time frame ya monthly, wote tunaweza tukakubaliana kwa pamoja kwamba DXY bado ni market ambayo ina consolidate, kwa sababu hii market imeconsolidate, imerange around this area kwa zaidi ya miezi 10. Hii market ina range between this level of support na this level of resistance. Yani in reality ni kama ni market ambayo kwa muda mrefu zaidi ya miezi 10 imerange to around that area, na where the market is currently kwenye DXY ni inaonyesha kwamba there is a very big possibility of US dollar gaining power. In which sense, angalia market ilikuwa na range from this area pushing up to this area, coming back on the same area, pushing upward, coming on the same area, and scenario iliyopo sasa hivi ni hii market inaelekea upward, at least kwenye hiyo zone. Sasa kama hiyo market inaelekea upward, then we have to know exactly kwamba there is a very big possibility kwa hizi siku za karibuni tukaiona US dollar akiwa ana gain some strength moving from this area going to that area. Lakini that's the general information. You as a trader, or you as let's say a day trader or a scalper ambao unataka kutake advantage ya DXY kwa sababu ujue exactly either yuko likely kukuoffer opportunity ya kubuy kwenye USD right now, au yuko likely kukuoffer opportunity ya kusell kwenye USD right now. So specifically kwa kinachoonekana hapa,
Tukienda kwenye time frames ndogo zaidi, we are likely to see more informations. Of course, in market ambayo ina range between these levels, I think you can see in a push from here to here, from here to here, from here to here, from here to here, then from here to here. So currently kinachoendelea ni hii market ina move upward. Ni market ina move upward. Though sehemu ambapo tuko likely kuona at least anagusa ni around these areas ambapo ni 99 point something, around these areas here. You see? Though kwa watu ambao walikuwepo from last week tuliona DXY akiwa ana reject around this area kwa sababu ni kwenye zone ambayo iko very very strong, lakini generally tuna a bullish DXY, so tuna a bullish dollar, you see. Na sisi ili tuweze kumtrade huyu lazima tuone market structures ambazo zinakuwa created, na kwa market ambayo ni bullish we have to see clear highs and high lows. The market ikiwa ina head upward, you see, moving from this zone heading to this zone, you see. So tukija kwenye time frame ya daily, at least we are likely to see some market structures ambazo ziko more clear. Tukiangalia generally hii market inatuoffer clear swing highs and swing lows, ambapo market inatuoffer hii ni clear high, hii ni clear low. Of course ilifeli ku break hapa, lakini market ime break in clear high, then iko likely kutupa high low heading that way, see. So tukiangalia vizuri historia ya nyuma, sehemu ambayo iko karibu zaidi kuweza kufikiwa na DXY au dollar index ni around this zone here. So let me mark that zone, lakini apart from that pia hata hii sehemu ambapo alipo currently ni kwenye zone ambayo pia inaweza make some business sense, see, some business sense. So generally tuko kwenye market ambayo inaelekea juu kwenye DXY, ambapo ni ina move kutoka kwenye hii zone heading to that zone there, lakini the way unavyoweza kuona ni imefika kwenye zone ambayo tunaweza tuka expect a little bit of pullback, alafu from there ikaendelea kupush upward. So hiyo sio general, I mean sio conclusion ya kusema mtu akabuy any currency pair ambayo ina USD as their base currency, lakini itategemea pia iko kwenye zone ipi, lakini I think you can see clearly where the market is currently. Ipo kwenye zone ambayo tunaweza tuka experience a little bit of rejection, lakini ikitoka humo the next area ambapo iko likely ku reject around this area, lakini after that completion ya hii ni at least market iguse kwenye hizi zone ambazo ni around 99 point something, see. So hata ukienda kwenye time frames ndogo zaidi, specifically 4 hour to 1 hour, utaweza kurealize kwamba hii ni bullish market, you see. Na kwenye 4 hour I think you can see more of that, ambapo of course ni clear bullish market, ambapo market ilikuwa inatoka hapa chini heading upward, giving you clear highs and lows, highs and lows, highs and lows. Market ikarudi kwenye hii zone. We had this a little bit of consolidation, but from this area and all geopolitical issues that were going on, tumeona hii market imeswing high, imeswing low, imeswing high, imeswing high low. So currently what is going on, hii market in a head upward, at least to this zone here. So this market is right now heading upward, at least to that zone there. So that's what is likely to happen kwenye DXY. I think unaweza kuona zaidi kwenye time frame ya daily, I mean ya 1 hour, hii ni clear high, hii ni clear low, hii ni clear high, afu ni clear high low, na sasa hivi market ina head upward, we break hii zone ifike at least kwenye hiyo zone. So generally that's what I see on DXY. Kama nilivyoambia kwamba tunaangalia vile vitu ambavyo viko likely kuwa affected zaidi na hizi geopolitical issues ambazo zinaendelea here and there, na on the side of DXY that's what we see, kwa sababu what they are looking for, the safe haven currency is USD, so iko likely to gain power kulingana na whatever is happening in the world right now. Lakini apart from that, kuna watu wengine ambao mna trade BTC USD. Let's go and see what is likely to happen kwenye BTC USD. Na let's say when you trader, you're looking for to trade this, what is real likely to happen here? So kitu ambacho nilikiona kwenye of course wakati na analyze, nilikuwa naona kabisa where the market is currently iko likely kuoffer movement ya kupusha a little bit upward alafu kurudi down. So let me delete each and everything ili tuweze kuanalyze pia upya kuanzia kwenye time frames kubwa. We all know kwamba BTC USD yuko bearish, ni market ambayo iko dominated na sellers. Na kama ni market ambayo iko dominated na sellers, then you as a trader, you won't just sell because generally the market is dominated by sellers. You're going to sell if the market offers you the right areas, the right spots where you're likely to get your selling opportunities. So sehemu ambapo ilipo
Tukiangalia historia za nyuma, hii market iliwahi kufika almost on the same areas, alafu ikabuy starting from those areas. So market ambapo isha approach kwenye BTC, hii market isha approach sehemu ambapo buyers wana expect kwamba market inaweza react, at least wakapata hello BT movement of funding ya kupush upward. Lakini generally hii ni market ambayo iko dominated na sellers, na of course imesell, BTC amesell kutoka kwenye all time high ambapo ilikuwa ni around $125,000 per BTC, you see, then market ikatupa hii movement ya push down. Lakini hiyo haita guarantee kwamba inabidi tu sell sasa, kwa sababu market generally ni ya kusell. Hapana, itategemea pia market inafanya kitu gani around this area. Now that's the real meaning of top down analysis, analyzing these charts starting from the higher time frames going to the lower time frames. So as we go to the lower time frames, we are going to stick on this very specific area where the market is currently. Na kama market iko dominated na sellers, then we have to see this market giving us clear lower lows and lower highs. No market structures ambazo zinakuwa created when the market is dominated by sellers. We have to see something like this. You see, we have to see something like that. So specifically, ukija kuanza kufanya top down analysis, sema ambapo market ilipo ni kwenye demand zone, ambapo kila mmoja anaweza ka expect kwamba hii market inaweza ka reject a little bit going up, though sio kubadilisha uelekeo, lakini rejection a little bit. That's why unaweza kuona hata candlestick ya last month imefunga na a very big wick, you see, indicating kwamba market ipo kwenye zone ambapo everyone thinking about going long kwenye BTC USD. So from the weekly daily time frame, I mean monthly time frame, just go to the weekly time frame. Na kwenye weekly time frame tunaweza kuona exactly kwamba market inaweza cut off something from this area. I think unaweza kuona the way ambavyo market ina reject around this area, see, the ambavyo market ilikuwa ina reject around that area. So let me mark that zone. Not only there, unaona hii movement iliyoanzia hapa wakati BTC ana push down, alikuwa na break structures going down, aka break. Not only there, hata hapa kwenye hii zone nyingine hii market ika break tena down, you see, indicating that bearish move. So kwa watu wengine huwa wana expect kwamba labda market ikibreak inabidi retest na ikirudi kuretest afili kwenye hii zone, lakini sisi tunaiconsider zaidi hii zone ambayo iko around that area. So as we go to the lower time frames, tuzingatie zaidi kwamba BTC yupo kwenye zone ambayo ni very very strong bullish zone, kwa sababu angalia market ile consolidate around this area, and after that very huge consolidation ambayo ili happen around this area, market ili to offer bullish move, you see, by consolidation ambayo ili happen around this area, market ili to offer that bullish move starting from this zone, see, starting from that zone. And then also kuona how strong this zone is, alafu ikarudi ku retest, alafu ika push upward. Asa kama market itafanya retracement, at least reaching on that zone, around that zone. So tunapoenda kwenye time frames ndogo, ukiangalia zaidi hizi candlesticks za weekly, though ndio ni bearish candlesticks, lakini momentum ni ndogo, momentum ya kuseli ni ndogo. So there is a very big possibility kwamba tukakutana na market ambayo inawezekana ina consolidate. There is that very big possibility kwamba tukakutana na market ambayo haina any sense of direction, kama market ina consolidate. So let's go to the lower time frames and focus much on this very huge bearish rally, on that very huge bearish rally. So as we go to the daily time frame, we are likely to see more features or more informations. I think mnaweza mkaona how clear these informations are. Kama nilivyowaambia kwamba ni market ambayo ni kama ina consolidate baada ya kufika hapa, na kinachokuwa formed ni continuation chart pattern ambayo inaashiria kwamba after the completion of that there is a very big possibility ya sisi kuona sell off ya BTC USD, BTC akiendelea kupush down, see. So nadhani unaweza kuona the way ambavyo market ina consolidate. Of course hii ni triangle, na triangle ni continuation chart pattern. I think you can see how clear this is, na where the market was the same ambayo tunaweza tuka expect kwamba inaweza ka push down. Though remember, we kama ni day trader au let's say kama we ni scalper, unataka ku scalp, you are going to trade it in a different way. Try to imagine hii consolidation ya BTC kutoka hapa kuja mpaka hapa, hizi ni zaidi ya pips almost 9, something like that, you see. BTC iko very very volatile, na kama iko very volatile, you have to know exactly how to trade it. Asa na imaki zone ambayo ni insider zone, lakini apart from that pia
na imark hii zone kwa sababu sehemu ambapo ipo hii market iliwahi kureject a lot. See, I think unaweza kuona market ile kufika ikareject, ikafika tena ikareject, ikajaribu kubreak alafu ikarudi inside, ikarudi on the same area alafu ikafanya ikareject. Of course market inaweza kuwa bearish, ina push down, lakini if it is not on the right area for you to sell au let's say to buy, inabidi usifanye maamuzi hayo. Try to imagine market inaweza karudi hapa, you see, ambapo ni pips nyingi sana kwenye BTC USD au market can have movement of push down. So ndo maana halisi ya top down analysis, you have to go to the lower time frames and see what is likely to happen specifically today kwenye BTC USD. So ukienda kwenye time frame ya 4 hours, ukienda kwenye time frame ya 4 hours, at least you can see exactly kila ambacho nilikuwa nakimaanisha kwamba hii zone ni zone ambayo ni demand zone au watu wengine wanaitem kama support. Market iliwahi kufika ikapush upward, market ikafika tena ikapush upward on the same area market imefika. So that's why tuna expect kwamba at least if you are thinking about selling, market iwe kwenye hii zone, then you can think about going short. Lakini otherwise kwenye hii zone, this is not the safe area for someone to enter his sell trades. Maybe kama unawaza kubuy around that area, then you are likely to get something from there. Kwa sababu angalia market imerudi on the same zone, imereject, afu imerudi on the same zone. There is a very big possibility ya kumuona BTC USD akipush a little bit upward at least kwenye hii zone, then from that zone ndo unaweza ukawaza kumsell then kumshikilia. So that's what I see generally on BTC USD. The same people pia tunawaza kwamba gold ambao ni XAU USD pia anaweza react kwa namna moja ama nyingine, na of course kama nilivyoonyesha muda ule kwamba tulikuwa tuna expect kwamba gold the way ambavyo kila mmoja anawaza kumbai. Let's say kwa mfano kwa watu ambao walikuwa nasubiria open ya sessions au open ya market kwa sababu ilikuwa ni weekend, whatever happened zile happen weekend. Sasa ni namna gani ambavyo someone can trade this? Guys, remember, not about the hype, not about huyu anafanya nini, stories zinasema we all have to buy gold. Unaweza kumbuy sehemu mbaya uka lose further. So you won't just buy or you won't just sell because gold is buying or they say gold is selling. Unaenda kubuy or sell if the market is on the right area where you are likely to get an opportunity. So starting from the higher time frames, wote tunajua kwamba ndio gold ana movement ya kuelekea juu. See, we all know kwamba gold ana movement ya kufanya nini? Ya kuelekea upward. Now, starting from the monthly time frame, we all understand kwamba gold ni bullish. You see, that's the general information kwamba gold ni bullish. Na sasa hivi tunapozungumza yuko around 5400, you see, heading to the highest price. I mean the all-time high ya gold. Na not only that, kulikuwa kuna na story nyingi ambazo zilikuwa zinaendelea baada ya gold kusell kwa zaidi ya pips 13,000 in almost 2 days, you see. Lakini all those pips are now recovered kwa sababu gold ni safe haven asset commodity ambapo everyone is thinking about going long kwenye gold USD. Lakini generally you won't just buy kwa sababu ni inaenda juu. You have to know exactly ni kitu gani ambacho kinaendelea pale soko lilipo. So from the weekly time frame, let me go to the monthly time frame, let me go to the weekly time frame. Kwenye weekly time frame tunaweza tukaona some structures maybe ambazo zina make sense, lakini if you're a beginner, gold is so rahisi sana kwa kama watu wanavyo expect, kwa sababu structure zake hazionekani vizuri kwenye time frame kubwa, you see. Kwenye time frame kubwa you won't see anything, lakini generally we know gold, you see, generally we know gold. Tunaenda kwenye time frames ndogo zaidi ili tuweze kuona exactly what is going on, tuweze kuona some market structures which are present. I think you can see clearly kwamba gold alikuwa na clear bullish move, ambapo of course I can mark some zones ambazo zina make sense. Na kumbuka, if you are going to trade gold, kuna possibility kubwa sana kwamba ukao na mscalp, see, kwa sababu gold yuko very volatile. Movement ndogo tu inakupatia pips 100 200 na unaweza uka take profit ukaondoka, see. So specifically kwa watu ambao wanataka kumtrade gold, of course kuna ambao wanaweza kumswing, lakini the safest way to trade this is by scalping it, see. Lazima ufanye scalping. So muda ambao nilikuwa na analyze asubuhi, hii market ilikuwa bado haijafika kwenye hii zone. So this was our zone ambapo tulikuwa tuna expect kama market
inaweza ikafikia, na ni kwenye hiyo zone, na there is a very big possibility kwenye hii zone ambapo market imefika baadaye, kwa watu ambao ni traders, kwa ambao wanajua kuconfirm, kuna possibility pia market ika reject a little bit down. See, from my side I'll be just waiting for this market to reject a little bit down. See, hata kama zitakuwa pips ni 100, lakini at least something like that. Lakini from what I see, na the hype ambayo ipo here and there, ni kama gold anaenda ku create another all time high, au at least aweze kugusa hii zone ambapo I mean aweze kugusa tena kwenye 5600 or something like that. See, so let's go to the lower time frames and see exactly what is going on around that area. Tukienda kwenye time frame ya 4 hour, this is the bullish rally, of course rally ambayo ilianzishwa na whatever happened from the Middle East and everywhere, kuunganisha na Marekani na vita ambayo inaendelea huko Iran, you see, na Israel. Lakini that's what is likely to happen after this very huge consolidation around this area. Hii market imebreak na imeendelea na bullish rally. So tuende kwenye time frame dogo zaidi tukaangalia exactly what is happening here. So from the 1 hour time frame, I think you can see market ambayo ili consolidate, afu imebreak, imerudi ku retest, alafu very huge rally ilianzia hapa, market ika create high, ikarudi ku create low. So from whatever is happening here, market shafika kwenye zone ambayo kila mmoja ana expect kwamba hii market inaweza ika reject a little bit down. See, na that's what is going on here, kwa sababu tunaweza kuangalia for some hours, zaidi ya masaa ni 1 2 3 4 5 6 mpaka la 7 sasa hivi, hii market iko around this area. Na ukienda kwenye time frames ndogo zaidi, hii ni market ina consolidate. After that bullish rally kutoka hapa kuelekea hapo juu, after that bullish rally ambayo ili happen from this area to here, baada ya hapo market ina consolidate na ina range, na range yake ni over, let's say almost 200 pips, ambapo the movement from here up to here they are almost 170 something pips, so ambazo zina make sense. So as we go to the 30 minutes time frame, this is what we are speaking about. Market imecreate high, imecreate low, imecreate high, na hii low sasa ndo sehemu ambapo market iko ina range. As you go to the lower time frames, I think you can see market ina range between this zone and this one here. But turn on this zone, so kama inaelekea hapa. So if this market touches on this area here, think about going long. Na if it touches on this area, you can think about going short mpaka itoke, ili kaendelee kutucreatea all time high ambapo ni around that zone ambayo iko somewhere there. See, kwenye zone ambayo iko somewhere here around that area. Lakini generally right now, nadhani unaweza kuona kwamba wewe kama ni trader unabidi ujue exactly kile ambacho kinaendelea. You won't just buy kwa sababu unasikia kwamba watu sui gold anaenda juu, kwa hiyo buy popote. Unaweza kubuy hapa market sell pips 200, you are dead. You see, you are dead. Lakini at least ikifika kwenye hii zone, you can think about going long. Tutakiana kwenye time frames ndogo zaidi, you're going to find a lot to convince you kwamba hii market ina head upward. See, so that's what I see generally kwenye gold USD. So kwenye session hii kitu kikubwa ambacho nimekizungumzia ni issue ambazo zinaendelea here and there. Tumezidiscuss kwa pamoja, tumegusa zile assets, commodities, crypto ambazo traders wengi mnazitrade, na that's what is likely to happen specifically kwenye DXY, kwenye BTC USD, kwenye gold, and of course you can also take advantage of that. So guys, thank you so much for joining this session. Ndo kwanza tunaanza. Remember kwamba session hii iko fully sponsored na FXPesa. So if you are to trade, make sure you trade with the best. Lakini pia if you are to learn, make sure you learn with the best. Guys, sessions zetu zinaendelea, zinafanyika Posta, Ohio Street, Capital Place, floor number 3. So take advantage of this. Fika hapa, zungumza na traders, tengeneze community ya traders to discuss, alafu tulipige soko kama tunavyoweza. So thank you so much for your time. Thank you so much for being here. I hope you have gained something from this. Guys, have a blessed evening. Signing out from this side. Thank you so much and have a blessed one. Bye-bye.